Sasa kiongozi wangu hapa, nataka nikuelekeze namna rahisi sana ya wewe kuweza kuweka sarafu sokoni. Sawa, namna rahisi ambayo unaweza kuweka sarafu sokoni. Kwa kitu cha kwanza, ukishatumiwa ile signal, nitakuja kuelekeza kwenye video inayofuata kwamba signal ni nini, signal inakuwa na vitu gani, inakwenda kuelekeza wewe ufanye nini. Sawa, either ununue au uuze, ndo maelekezo ya signal yanavyokuwa. Sasa kitu cha kwanza utatakiwa kuja kugusa hapa eneo la market. So ukishagusa market itakuja namna hii. Sasa ukishagusa namna hii, wewe utakuja kukuta katika hili eneo la spot. Sasa ukikuta eneo la spot kama hivi, wacha kufanya njoo futures. Futures hili ndio soko tunalo trade. Sawa, jitahidi kufuata maelekezo ya mwalimu ili uweze kuelewa. Kwa utagusa futures. Ukishagusa futures, una search sarafu unayoitaka. Sasa sarafu unayoitaka utaijua vipi? Inakuwa imetumwa kwenye signal. Kwa mfano nikupe mfano wa signal. Ukija hapa katika group letu la VVIP class, unaona hizi signal zilikuwa zinatumwa, manake watu wa trade. Sasa tuchukulie mfano wa signal hii. Signal inakwambia SOL au USDT. Wewe unauzusiwa, unaielewa. Jina la signal ndio hili hapa. Sasa hii ni SOL au USDTP. Maana USDTP ni US dollar tethers perpetual. Sawa, sasa unakuja unaiandika kama ilivyo hapa SOL, unaiandika ilivyo SOL. Kisha iandika ilivyo SOL, itakuja hapa. Sasa hapa itarudi katika all spot. Sasa utakuja upande wa futures hapa kama kawa, utagusa futures, then itakuja Solana ya futures. Make sure unaigusa iwe katika USDT. Sawa, iwe katika USDT. Sasa utaigusa hii. Ukishaigusa itafunguka kama hivi. Sasa hii menu yangu mimi tayari nishaiallow ku trade futures. Kwa kulingana na kwako, kama itakuwa hujaiallow utanicheki hapa nikuelekeze. Sawa, ukifika sasa katika hili eneo, njoo uguse neno trade hili la hapa chini. Gusa trade hiyo hapo chini. Ukishaigusa itafunguka namna hii. Sasa hii menu ndo menu ambayo tunafanyia trade zetu zote, ndo menu ambayo tunafanyia trade zetu zote. Sasa utaangalia, utarudi kwenye sarafu yako. Sawa, kitu cha msingi kwanza unakuja katika hili neno amount. Sawa, hapa wamekuonesha amount kwa mfumo wa Solana. Hapa wameandika Solana. Sasa utakachokifanya utaigusa hii Solana. Hii inaruhusu tu kwa mfumo wa Solana. Sasa utaandika kiwango cha Solana unachotaka kuingia nacho sokoni. Let's assume unataka kuingia sokoni na dola 10. Sawa, unaangalia kwamba Solana sasa hivi ni bei kiasi gani. Solana hapa inakuonesha kwamba mimi bwana, Solana ni dola 141. Kwa unachokifanya unachukua 10, unakuja kwenye kalkuleta yako. Kalkuleta iko wapi? Unachukua kalkuleta, unachukua namba 10 au mtaji unataka kuingia sokoni, tuashumu ni dola 10. Unachukua 10 unagawia kwa 141. Unaona utapata Solana ngapi? Sasa jibu linakuja kwamba Solana utakazozipata ni 0.07. 0.07. Nielewe tena kiongozi wangu. Hapa unachokifanya ni kwamba hapa wamekwambia unaingia sokoni kwa kutumia mfumo wa sarafu husika. Sawa, unatumia mfumo wa sarafu husika. Kwa kitu cha msingi ambacho wewe utatakiwa kukifanya, utakuja hapa. Sawa, okay. Sasa hapa wewe, hichi ndio nilichokuwa nakitafuta. Hapo utagusa kaneno amount, kamshara kaliko kuwa pembeni, kwamba wewe unataka amount zako kuziweka kwa mfumo gani. Utagusa hapa. Sasa hapa alikuwa anakutajia SOL au contact. Wewe uweka USDT. Utaweka USDT alafu then utaconfirm. Sawa, ukishaweka USDT na ukaconfirm, hapa itabadilika. Sasa utarudi kwenye maelekezo ya signal yako kwamba inakwambia leverage ni ngapi, ambapo leverage ndio tunakuja kuiweka katika hili eneo leverage, hili eneo. Sawa, leverage utakuwa unafuatisha hii sarafu hii video kutrade kila siku. Kwa narudi kwenye sarafu yako, nakwambia kwamba leverage ni ngapi. Leverage hapa ni 5 hadi 10. Kwa akisema 5 hadi 10, unachagua moja ya kuingia nayo sokoni, aidha 10. Kwa unakuja hapa
unachagua 10. Tap, ukishachagua 10 una confirm. Umechagua 10 hapa 10 una long au una short. Anakuambia kwanza sarafu yetu ile ulikuwa una long. Kwa unakuja hapa kuna machaguzi mawili, kuna long lakini pia kuna short. Sawa? Unakuja hapa unagusa kwa upande wa long. So ile tulikuwa tuna long unagusa long. Kama itakuwa na short unakuja upande wa short. Sasa una confirm. Ukisha confirm akasema unasema continue anyway. Sawa? Imekuwa 10. Sasa njoo kwenye amount ya USDT. Wewe unataka kuingia na mtaji wa dola 10 sokoni. Sawa? Umeweka average 10. Sasa utachukua ili uingie na 10 exactly, utachukua 10 uzidishe na ule mtaji wako ambao itakuwa ni 100. Kwa ukishaweka yenyewe itakukalkuletea hapa na kukuambia umeingia na kiwango gani. Hapa inakukalkuletea na simu umeingia na 9.97. Sawa? Baada ya hapo kinachofuata kuna kitu kinachoitwa take profit and stop loss. Take profit and stop loss. Sehemu ya kuchukulia faida na stop loss. Utawasha hichi kitufe. Sawa? Utawasha hichi kitufe. Ukishakiwasha namna hii kitakupa uwanja wa kuchagua take profit au stop loss. Sasa take profit ipo katika mfumo wa USDT au unaweza kuweka katika mfumo wa nini? Wa percent. Sawa? Sasa hii ya percent ndio inakuwa ni nzuri sana kwa sababu itakusaidia wewe kuelewa faster. Kwa unagusa mfumo wa percent. Sasa take profit ni ngapi? Unarudi kwenye signal yako. Take profit huyu kasema ni ngapi? Amesema take profit ni 1%, ni 1%. Sasa unachokuja ukifanya, unakuja hapa. Unachukua ile 1% alokupa unazidisha na leverage yako. Leverage yangu ambao ni 10. Kwa maana hapa take profit yangu itakuwa ni 10. Na stop loss ameelekeza ni 10 ni 1.5, kwa utazidisha na hapo utapata ni 10 na 15. Sawa? Sio umenipata hapo kiongozi wangu, utapata ni 15. 15. Sawa? Sasa baada ya hapo eneo la mwisho kabisa ni hapa open long. Ukishagusa open long manake wewe umerong position. Kama ilikuwa inakuelekeza long tayari umeshafanya long, lakini ikikwambia open short tayari usha short position. Sasa pitia, ukiwa na swali utanirejea.